wakati tulikuwa tunafanya maombi kule Hesa kule, kulikuwa kuna kimlima fulani watu wakazeleza wanafahamu kinaitwa Mpunga. Sasa wakati tunafanya maombi kule, asubuhi yake Jumapili waliinuka wazee wa kijiji na machifu wanasema mumefukuza vitu vyetu kule mlimani. Kwa hiyo tukapata kesi. Sasa huyo baba ndiye kwa mshuhudia amewekwa kulinda vile vitu walivyoweka kule mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe katika ulimwengu wa roho nguvu ulizopewa wewe ni za tofauti sana. Yaani una nguvu kubwa mno ambayo Bwana amewekeza kwako kwa ajili ya ulimwengu. Ndio maana Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, msiondoke kwanza Yerusalemu mpaka mtakapojazwa Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu. Sasa zile nguvu ndio zinapambana na yale mashini ya ulimwengu unaoenda sasa hivi, ambao unatengeneza watu wachanganyikiwe, watu waishi kama wanyama, watu wasio na hofu ya Mungu. Yako majini na mapepo katika ulimwengu wa roho, huwezi ukayaona kwa macho, lakini unapokuwa kwa Bwana, Bwana anatufunulia ulimwengu unavyokwenda. Na ndio maana hatuko tayari kuifuata dunia, sisi tutamfuata Bwana hata kama tutaishiwa. Alafu Mungu wetu mwaminifu hawezi kuacha tuishiwe. Jina Bwana libarikiwe. Hawezi kuacha tuishiwe, hawezi kuacha tuishiwe. Kama kujenga tutajenga. Na maono yangu, Mungu alete baraka kwako. Kama ni unatamani uwe yani maisha yale ya level ya juu, rank ya juu, Bwana akufikisha hapo kwa uaminifu wa kushuka kwake. Tukishuka kwake lazima Bwana atafanya. Bwana hajatuitia umasikini, ametuitia kutubariki, kwamba vitu vyote amevitoa kwa ajili ya utukufu wake. Lakini utaweza kuvihendo? Mungu akikupa gari la kisasa ndio tatizo limeongezeka. Unaona shida hiyo? Yaani kigorosa chako kimeanza kuchanganya, imekuwa jaribu. Yaani hicho tu, ibada zinaanza kufia humo. Sasa Mungu anashindwa. Akiachilia baraka ni kama anaachilia matatizo ya kukuangamiza wewe jehanamu. Hebu Mungu atupe ufahamu kuelewa kwamba nyumbani mwa Mungu ziko baraka zote. Wale wanaoshinda katika nyumba ya Bwana, Mungu anatupa maarifa ya kufanya kazi. Sikiliza nikwambie, mimi mwenyewe hapa niko nafanya kazi. Na unajua niwaambie ukweli, wachungaji wengine wanasema, yaani wewe huwezi kufanya kazi maana kanisa kubwa watafanya. Mimi hapa nataka nikwambie ukweli, nikufundishe tu ukweli. Mimi hapa niko nafanya kazi. Jina Bwana libarikiwe. Nafanya kazi kwa mikono yangu, na najua namna ya kuweza kuyatengeneza maisha. Jina Bwana libarikiwe. Sasa lazima nikueleze, nikufundishe kweli ili uingie kwenye baraka za Mungu za kweli. Yaani muda wa kumwabudu Mungu ni kumwabudu Mungu, lakini muda wa kufanya kazi ni kufanya kazi, na siwepo mshirika asiyekuwa na kazi. Maana utaona kama vile Bwana anatangaza michango hapa, utaona ni tatizo. Wengine anaacha hata ibada hizi, michango imekuwa mingi, haelewi. Chanzo cha Mungu kutubariki ni zile kazi nyingi tunazofanya katika nyumba yake. Yaani kazi nyingi tunazozifanya zinasababisha baraka nyingi zije katika maisha yetu, lakini tusipoelewa tunaona michango imekuwa mingi na nini, kwa unakwepa hata ibada. Usifikiri utafanikiwa, utaendelea kuishiwa. Wako ambao waliona kama kwenda katika njia hii ni ujinga, wakaondoka. Mwisho wake ni shida tu. Mimi na shuhuda nyingi, kwa sababu tangu nimeokoka ni watu wengi ambao tuliokoka nao alafu wakabeza huko. Tena wengine kwanza tu hata alivyokuwa anashuhudia ndugu yangu hapa kila siku, Chaura alivyokuwa ameshika vizuri, amekaa na Mungu, Mungu alifungua baraka zikawa. Aliposema ni kama anachelewa, zote zikapotea. Paka aliporudi tena, tulipoanza kuomba kwake Mungu arejeshe, Chaura alianza tena kutengeneza miradi yake, mazingira yakabadilika, yakaanza kukaa sawa. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Sasa tunaniambia nini tu ya Yesu? Kwa Yesu anazungumza maneno ya Mungu. Sikiliza, wakati fulani nayopitia hayo imesababisha rudi uangalie. Kweli wakati wa ibada wote hapa tunakuwa tumeajiriwa, tuko kwenye mikono ya mtawala mwingine, maana kutii mamlaka ni neno la Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Wote kweli tuko kwenye ajira zetu.